Sababu gani? Wewe mwenyewe hauna nguvu. Wewe mwenyewe hauna nguvu ya kupigana na hao maadui. Wewe mwenyewe hauna nguvu ya kusolve hiyo situation ambayo uko nayo. Ndio nakwambia kwamba Mungu yuko ndani, vita zi zako. Vita zi zako. Wacha Mungu akaweze kupigana, maana vita ni zake. Wakati ambapo nimekuambia watapigana na wewe, ndio watapigana, lakini hawatakuweza. Already God amekupromise ya kwamba hawatakuweza. Kile ambacho kinakuja uko na assurance ya kwamba hawatakuweza. Kwa nini hawatakuweza? Aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule ambaye anaonekana nje. Wewe nje unaonekana, ndio matu unaonekana nje vile unaonekana. Watu wanaona huyu hakuna kile ambacho atanifanyia. Lakini wamesahau aliye ndani ni mkubwa kuliko yule ambaye ako nje. Na yule ambaye wanapigana naye ni mwenye ako ndani. Si wewe. Ile courage ambayo uko nayo ndani, ile ambayo nilikuambia ya kwamba kile ambacho kiko ndani ya kwamba utaweza, hiyo inakusukuma, ndio Mungu anataka ukaweze kufanya. Maana mchawi atasema aka nikifunga, aka ninaweza kufanyia kitu. Yani hata maadui, hata relative anaweza ona ya kwamba hautafaulu, hautasonga. Lakini nakuambia vile ambavyo unanisikiza, nikishikanisha na Jeremiah 15 verse 20 and 21, Biblia inasema ya kwamba naye atakufanya ukuta wa shaba, na vile atakufanya ukuta, atakupigania na atakufanya akaweze kuokoa na mikono ya watenda maovu. Mungu atakuokoa na mikono ya watu wabaya, watu ambao wanajaribu kupishana na wewe, watu wanajaribu kusukuma watoto wako, watu ambao wanajaribu kufunga hata kazi yako, mafanikio yako. Ndipo anasema ya kwamba atakuepusha na mkono wa watu wabaya. Kuna watu wabaya, kuna mikono ya watu wabaya. Kuna mtu akiguza vitu zako asiende sawa. Kuna mtu akiangalia tu hata huduma yako inaisha. Kuna mtu akikuangalia hata sura yako unaanza kubadilika. Hiyo macho mbaya, hiyo mikono, hata mtu anaweza angalia mtoto wako akaanza kugonjeka, hivyo hata wengine wakafa. Lakini Mungu sasa anasema hao watu wenye mikono mibaya, hao watu wenye kutisha, anasema ya kwamba atakuokoa pamoja na wao. Atakuokoa kutoka mahali hapo. Atakusaidia. So ndio nakwambia ya kwamba kama Mungu atakusaidia, kama Mungu atakuokoa, na amesema ya kwamba atakufanya ukuta wa shaba. Ukuta ni ule unapigwa hauanguki. Unajaribu kupomoa na nyundo na kila kitu haisongi, maana ni ukuta wa shaba. Hivyo ndivyo Mungu atafanya. Lakini ujue kuna vita. Usisema ati ukiwa umeokoka huwezi pitia vita. Vita ziko. Lazima upigwe. Ukiokoka uko ndani ya Yesu, yes. Hakuna kinyeneza kutikisa. Lazima upigwe. Kupigwa utagongwa. Kama ni kuongelelewa ni saidi. Kama ni kutusiwa lazima. Ndio ukaweze kusimama. Ndio Mungu akapigana sasa. Sasa unataka upigane vita gani kama utaki kupigwa? Lazima. Kwa uwanja lazima kuwe na mpigaji na mpigwa. Kwa hivyo lazima mkue wawili. Lazima mkue wawili. Upigwe kwanza. Lakini hawatakushinda. Si ati ya kwamba utapigwa. Utapigwa lakini utashinda. Na utaumizwa. Lazima uumie. Maana uwezi enda vita